Mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu Kilimo Hub Technologies. Leo tupo kwenye shamba la mkulima ambaye yupo kijiji cha Namhula, kata ya Namhula, wilayani Bunda. Huyu mkulima amepanda choroko. Mtu mwingine anaweza akafikiria haya ni maharage, lakini hii ni choroko. Ninaomba nizungumze makosa machache ambayo wanayafanya wakulima wa choroko, dengu na maharage. Wakulima wengi wamezoea kumwaga mbegu. Kumwaga mbegu kuna madhara mengi na kuna hasara nyingi. Kwanza kabisa, ukimwaga mbegu utatumia mbegu nyingi, kwa sababu kwa mfano kwenye choroko eka moja unatakiwa utumie kilo 4 tu kwenye eka moja, lakini ukimwaga unaweza ukatumia zaidi ya kilo 15 mpaka 20. Hiyo ni hasara ya kwanza. Lakini hasara ya pili, ukimwaga mbegu hata mbolea pia utakuja kumwaga, na ukimwaga mbolea ina maana ile mbolea inapungua ufanisi wake. Mbolea ile ikipigwa jua, kama haijafukiwa, kama walikuandikia umeweka dapu ina asilimia ya 46 ya phosphorus, ina maana ikipigwa jua itapungua. Kwa hiyo ni hasara mojawapo ya kumwaga hizi mbegu kipindi cha kupanda. Lakini hasara nyingine, ukimwaga mbegu ina maana kuna sehemu mbegu zitabanana. Mfano huyu mkulima na hii choroko imebanana. Sasa kwa sababu imebanana, maana yake haiwezi kutanuka, na madhara ya kubanana ina maana mzunguko wa hewa unakuwa ni kidogo, na mzunguko wa hewa unapokuwa kidogo ina maana haiwezi kukua kwa ufanisi, lakini itabanana, na ikibanana ina maana haitatoa matawi. Na ndugu msikilizaji na mtazamaji, kipato kikubwa cha haya mazao ni kutoa matawi. Ina maana hii kwa mfano hii ilivyo banana hivi haiwezi kutoa matawi, na kila tawi ndo linalokuja kutoa maua, na maua ndo na hii yenyewe, na maua ndo choroko zenyewe. Kwa hiyo unapobana ina maana hauruhusu mmea kujitanua, na mmea usipojitanua ina maana hauwezi kutoa maua ya kutosha. Kwa hiyo ni vizuri kupanda kwa mistari, na tunasisitiza sana katika hili, ni vizuri watu wapande kwa mistari. Hasara nyingine ya kumwaga ni sehemu nyingine unaweza ukaona imebanana, lakini kuna sehemu nyingine panakuwa hako wazi. Ina maana hiyo sehemu hata kama haina miche utapalilia. Kwa hiyo ni kitu mojawapo cha kupoteza nguvu. Kwa hiyo tunashauri mkulima upande kwa mistari. Ukipanda kwa mistari, kwanza mbolea utaiweka kwa usahihi, lakini hata upigaji wa dawa pia utakuwa kwa usahihi. Utajua idadi ya miche shambani ukipanda kwa mistari. Lakini kitu kingine ambacho nitamani mkulima huyu na wakulima wengine wajifunze kupitia shamba hili ni kupiga dawa kwa wakati. Naona mkulima huyu ameshindwa kupiga dawa, majani yameanza kutobolewa na wadudu, na kama tunavyojua mpenzi msikilizaji, haya majani ndo yanayotengeneza chakula cha mmea. Kwa hiyo yanapokuwa na shida, ina maana mmea hauwezi kujitengenezea chakula chake vizuri. Kwa hiyo hata kama uliweka mbolea, matokeo ya mbolea huwezi kuyaona kwa sababu majani hayako vizuri. Tunaweza tukaongea vitu vingi mpenzi msikilizaji na mtazamaji kuhusu zao hili la choroko, lakini kwa sababu tuko pamoja na kwa sababu ya muda, unaweza ukatupigia simu namba 0622 985881 au 0786 222 749. Hizi namba zote zinapatikana pia WhatsApp kwa wale wenye simu janja.